Okay, tukiwa tumeendelea kusimama tutaomba. Mtakatifu Mungu wetu na Baba yetu uliye juu mbinguni, tunakushukuru sana kwa upendo wako. Asante kwa baraka zako na rehema zako. Asante kwa kuwa pamoja nasi katika wiki nzima. Umetulinda katika siku 6 na umetupatia pumziko la Sabato. Tunalitukuza jina lako. Asante kwa mibaraka, asante hata kwa changamoto ambazo tumepitia, kwa kuwa ulitupitisha salama na kutuwezesha kuona siku ya leo. Tunaomba pia utusamehe pale ambapo tulienda kinyume na mapenzi yako. Tunapokuja kwa ajili ya ibada hii ya kufungua Sabato, tunaomba Roho yako mwema akawe pamoja nasi. Somo tutakalolisikia likatubariki, likatupatie tafakari njema, mawazo yetu na fikra zetu zikaweze kukuelekea wewe katika masaa ya Sabato. Tunaomba upokee ibada yetu, utufundishe na utuelekeze katika jina la Yesu. Amina. Tunamkaribisha ambaye amejiandaa kwa somo la leo na ni Dr. Daniel. Karibu sana. Sabato njema watu wa Mungu. Sabato njema. Leo tuna somo zuri linalosema gharama ya ukombozi. Kabla sijaanza natamani niimbe huu wimbo. Yes. Mitambo. Mfugaji wa kuku alijaribu kuviokoa vifaranga na hatari, akawaza nitumie njia gani niviokoe viishi salama. Akaona kama ingewezekana nijibadili nami niwe kama kuku. Ningesema kama kuku kati yao, vingesikia na ningeviokoa. Mungu pendo anapenda watu wote, kamtuma Yesu tuione sura yake. Aliishi kama mwanadamu kati yetu, tumsikie ili atuokoe. Yohana 3:16. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanaye wa pekee,
ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Fungu la 17. Kwa maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili kuhukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Somo linasema gharama ya wokovu. Gharama ya wokovu. Unajua, wengi tunasikiliza mafundisho, tunapewa maneno na tunaambiwa wokovu ni bure. Sasa ninapoleta somo linalosema gharama ya wokovu, kuna baadhi inawezekana ikawachanganya, kwa sababu wao wokovu wanapokea nini? Bure. Lakini kuna falsafa moja inasema kama kitu fulani ni bure, basi wewe ndiye unayenunuliwa. If you are given something for free, then you are the price. Yaani unayetakiwa ni wewe. Ukipewa bando free, maana yake mtandao unakutaka wewe. Ukipewa zawadi yoyote na mtu, wadada mnapochumbiwa, mnapopewa simu bure nyie ndio mnaotakiwa. Yaani if you are given something for free, then you are the price. Kwa hiyo wokovu tunaupokea sisi bure, lakini ni kwa sababu sisi ndio tunaonunuliwa na huo wokovu. So there is someone who paid the price. Chochote unachopokea bure chenye thamani, kuna aliyelipa gharama, na kinatolewa kwa sababu ni wewe ndiye unayehitajika. Kwa hiyo wokovu ni bure kwetu, lakini haimaanishi wokovu hauna gharama. Sasa wokovu uligharimu nini? Na kwa nini gharama iliyotolewa itoshe kutufaa na sisi leo? Hii ilikuwa ni wazo tu kwamba mfugaji mmoja wa kuku alipoamka asubuhi akakuta kwenye banda lake kuna chatu mzima, na alikuwa ameisha wazunguka wale vifaranga. Kazi iliyobaki ni kuwameza. Sasa kila akijaribu kufanya ishara ili wale vifaranga wakimbie, ni kama wale vifaranga ndo walikuwa wanasogea kwenye hatari zaidi. Akirusha jiwe, vifaranga hawaelewi. Wakiona jiwe wanahisi ni hatari. Akirusha boksi, vifaranga wanaona ni hatari. Akijaribu kusogea, vifaranga wanahisi labda leo ndo zamu yetu kuwa kitoweo wakamkimbia. Hata wewe kama umefuga kuku unajua kwamba unapowakaribia kuku wako, si kwamba wale kuku watakuchangamkia. Kuna wakati watakuwa wanakukimbia kwa sababu hawaielewi nia yako, yaani hawaelewi wewe unawaza nini. Kuna huyu jamaa alipojaribu mbinu zote zikashindikana, ndipo likamjia wazo kwamba kama ingewezekana nikajibadili niwe kama kuku, niishi kama kuku kati yao, niende nikiwa kama kuku, ili nikisema cho na wenyewe anasema koko, niongee kama kuku. Kwanza nitakapoenda kama kuku hawatanikimbia, nitaweza kuwasiliana nao na nitawapa ujumbe ninaotamani uwafikia, ambao siku za nyuma kila ninapojaribu kuufikisha kwa njia yoyote hawaelewi. Wanahisi ni hatari, wanahisi ni shida. Na hata nikiwatumia wajumbe nao si wakamilifu, kwa sababu kuna gap kati yangu mimi na wao. Kisa hiki kinafanana na kile Mungu
alichokifanya ili kuiunganisha dunia hii, ili kuwaunganisha wanadamu na yeye tena. Roho ya unabii inasema kwamba ungekuwa ni udhalilishaji mkubwa kwa Mungu wa mbinguni mwenye utukufu kuchukua umbo la kiumbe kama Adamu, hata katika hali yake ya ukamilifu kabla hajaanguka dhambini. Unajua sisi ni viumbe wadogo ukilinganisha na milki kubwa ya Mungu na uweza wa Mungu na utukufu wake. Tumeumbwa kwa mfano wa Mungu, lakini haimaanishi sisi ni Mungu. Mungu yuko juu sana kuliko sisi. Njia zake ziko juu sana kuliko njia zetu. Nguvu zake ziko juu sana kuliko nguvu zetu. Uweza wake, maarifa yake, upeo wake uko juu sana kuliko sisi. Ni sawasawa na gari unaloendesha. Huu ni mfano, lakini simaanishi kwamba unafanana kwa ukubwa wake, lakini unaweza ukakujengea picha yake ninachokisema. Gari unaloendesha wewe mtu mzima na ule mfano wa gari ambao umemnunulia mtoto wako, wangapi wamenielewa hapo? Jamani, kwanza wangapi tuko pamoja? Hebu nione mikono. Unajua nisije nikakuta kumbe nimebaki peke yangu. Watu nashukuru, kumbe tuko pamoja. Mfano wa gari unayoendesha wewe na gari anayoendesha mtoto, ile toy, hiyo ndiyo picha ya mfano, kwamba ile toy inafanana sifa, lakini huwezi ukaifananisha na nini? Na gari kubwa. Sasa kingekuwa ni kichekesho kwa Mungu katika ukamilifu wake aje ajifananishe na Adamu hata kabla Adamu hajatenda dhambi. Nikitafuta mfano, yani ninakosa mfano unaoingia. Yani kwa mfano wewe leo ugeuke uwe mende. Unajua hata mende nimekupendelea kwa sababu wewe tu mende kuna vitu vingi. Yani mende mwenyewe huwezi hata kumuumba mende. Huwezi kuumba mende. Au kuna mtu anaweza hiyo kitu? Mende tu hatuwezi kumuumba. Lakini hebu tujifananishe tofauti kati yako wewe na mende. Ni kichekesho. Yaani wewe leo Mwalimu Bilalama pale, ndugu yangu, leo ubadilike uwe kama mende. Kwa heshima zote ulizonazo. Uingie darasani walimu waambiwe yule ndo Mwalimu Bilalama, yani mende. yani hata kama wanafunzi wakikutania kama mende, kwa kweli wanaweza wakapewa adhabu kubwa sana na ofisi ya nidhamu shuleni. Au mdogo wangu Naomi, ugeuke leo uwe sisimizi. Yani unaenda ofisini pale wanasema yule ndo Naomi, siku hizi amekuwa sisimizi. Ni humiliation, ni udhalilishaji wa hali ya juu. Sasa hicho ndiyo gharama ambayo Mungu aliichukua ili kutukomboa sisi. Sasa inakuwaje kifo chake kilete ushindi? Tumezoea kwamba vita zinapopiganwa anayeshinda ni yule ambaye amefanyaje? Kubwa la maadui, sijui yule ambaye ameua maadui. Sterling, si ndio Wanasema Sterling akifa hamna tena movie hapo inayoendelea. Ndio mwisho wa mkanda. Lakini movie inayoisha vizuri ni ile ambayo Sterling amefanyaje? Amepiga, ameua kubwa la maadui. Lakini inakuwaje katika wokovu wetu Mungu aliyekubali kufanyika mwili kama sisi, kifo chake ndo kiwe ushindi? Yaani unaona, it's like losing in all direction. Ni kupoteza katika direction zote. Kwa nini hili ndilo lilete wokovu wetu? Kwa nini udhalilishaji? Ukisoma Wafilipi 2 fungu la 5 mpaka la 8 anasema yeye yule aliyekuwa yuna namna ya Mungu hakuona kule kuwa sawa na Mungu ni kitu cha kushikamana nacho, bali akatwaa namna ya mtumwa, na alipoonekana ana umbo kama la mwanadamu,
alijinyenyekesha. Yaani katika mende bado hakuwa mende yule mkuu wa mamende yaani sawa, umekubali kuwa mende, lakini mende pia wana utawala wao. Kuna mende wenye cheo na kuna mende wanaotumika. Sasa pamoja na kwamba ameamua kukaa kama mwanadamu, akajinyenyekeza. Biblia inasema alipoonekana ana mwili, ana umbo kama la mwanadamu, alijinyenyekesha hata mauti, na mauti ya msalaba. Yaani kama kuna uzembe mkubwa, ni uzembe wa mtu mzima kupigwa na watoto. Yaani ni aibu kubwa mtaa mzima, yaani kubwa zima unapigwa na watoto. Sasa sikia, hiyo ndiyo ilikuwa njia ya Mungu, kwamba pamoja na kwamba yeye ndiye Mungu mkuu, amevaa mwili. Katika huo mwili aliyovaa, bado hakuchukua ile heshima ya juu. Katika huo mwili akajinyenyekesha tena, akawa mtii hadi mauti ya msalaba. Msalaba kilikuwa ni kifo cha udhalilishaji kuliko vifo vyote wakati ule. Ni kifo walichokuwa wanapewa watu ambao ni takataka katika jamii, wanyang'anyi, wauaji, wahaini waliokuwa wanataka kuipindua serikali ya Rumi. Hiyo ndio ilikuwa staili yao, ili watu wengine waogope. Sasa Mungu basi, yaani kwa heshima yake akawekwa katika akatritiwa, akapewa stahili ya waovu wa dunia hii, ijapokuwa yeye hakutenda dhambi hata hii jamani, hata moja. Sasa kifo cha Yesu hakikuwa stahili yake. Wangapi wamenielewa? Nashukuru, tunajifunza. Mimi napenda kufundisha. Kifo cha Yesu hakikuwa stahili yake. He didn't deserve to die in all circumstances. Sasa kwa nini kushuka huko ndiko kunaleta ushindi? Hapo ndipo kuna siri ya msalaba. Sasa imagine dunia kama kitabu ambacho kinatazamwa na ulimwengu ambao haujaanguka na ulimwengu ulioanguka. Yaani usiitazame Biblia, dunia, kana kwamba inatuhusu sisi tu tuliozaliwa kwenye dhambi. No. Itazame dunia katika muktadha wa malimwengu mapana aliyoumba Mungu, ikiwemo yale ambayo hayajaanguka, ikiwemo viumbe wasiojua dhambi. Alafu ili uelewe kwa nini msalaba na kifo cha Yesu vinaleta ushindi, rudi nyuma kwenye kiini cha pambano kati ya Mungu na Shetani. Madai ya Shetani ilikuwa ni kwamba viumbe wanamwabudu Mungu kwa shuruti. Sasa hili halikuwa kweli, lakini liliibua mashaka mengi miongoni mwa malaika na viumbe wa mbinguni. Kwa nini? Hawajawahi kudanganywa. Yaani ni kwamba they were too innocent even to know the lie. Kwa hiyo katika ule ulimwengu mtakatifu, zile false allegations, yani yale mashtaka ya uongo dhidi ya Mungu, ulikuwa ni mtego mkubwa sana ambao ungehatarisha usalama na utulivu wa ulimwengu wote aliyoumba Mungu. Kwa sababu unajua, tusifikirie na akili zetu za kiovu Rukumai. Akili zetu za kiovu, sisi tunajua dhambi, tunajua kudanganywa, wengine tumeisha danganywa hapa. Tunajua kuibiwa, tunajua mabaya, sisi tunafanyaje? Sisi mabaya tunayajua, afu tumezaliwa kwenye ulimwengu wa dhambi. Kwa hiyo sisi kwenye mabaya, yani kama kuna kitu mwanadamu anachoweza kujivunia ni mabaya. Yani hicho mwanadamu ana haki ya kujivunia, lakini hakina maana, pia ni upuuzi, maana mwisho wake ni mauti. Hilo ndilo tunalojua. Sasa hebu futa dhana yako yote ya dhambi na uovu na mabaya yote duniani. Imagine ulimwengu ambao hakuna aliyewahi kuibiwa, hakuna aliyewahi kudanganywa, hakuna aliyewahi kutapeliwa. Hebu niambie, uongo utakaposemwa, kuna mtu ataelewa huu ni uongo? Imagine.
Yaani ndo siku ya kwanza uongo umekuja duniani. Yaani futa akili yako kwamba we tayari unajua uongo ni nini. Yaani hakujawahi kuwepo hata neno uongo hata siku hii. Alafu ndo uongo umesemwa. Utajua huu ni uongo? Hamna atakayejua huu ni nini. Kwa hiyo ulimwengu wote, viumbe vyote alivyoumba Mungu vilikuwa kwenye hatari, kwa sababu ni Mungu pekee aliyejua huu ni nini. Jamani, wangapi wananielewa? Jamani, tuko pamoja au niishie tu hapa? Au wangapi wanasema nimalizie? Haya, ngoja basi nimalizie. Mungu peke yake ndiye aliyekuwa anajua huu ni nini jamani. Huu ni uongo. Sasa kwa akili zetu za leo tunaosema Mungu si angemshughulikia shetani pale pale. Sasa reaction yoyote ambayo angechukua Mungu dhidi ya shetani katika ulimwengu usiojua ubaya, mbaya wa kwanza angeonekana ni nani? Mungu. Kwa hiyo madai ya shetani yangekuwa proved ndiyo ya nini? Mmeona mtego ulivyokuwa mkubwa? Mtego ulikuwa mkubwa jamani. Unajua, tusifikirie sisi kwa dhana zetu za kidhambi. Kwa hiyo ambaye angeonekana mbaya ni Mungu. Kama angemshughulikia shetani, angekuwa ameverify maneno ya shetani, na hiyo mbegu isingeng'olewa milele zote, na ulimwengu wote wa Mungu ungekuwa unstable. All universe ungekuwa unstable against the creator. Kwa hiyo shetani yani uongo nyewe mnauchukulia rahisi nyewe, lakini ni jambo baya. Lakini Mungu alijua nia ya shetani. Shetani alikuwa anataka kumpindua Mungu. Sasa kilichompa shida shetani ni kitu kimoja, na huu ndio ushindi hata wa msalaba, ni tabia ya Mungu, uvumilivu, ambao hata Mungu ameudepict katika Biblia kwamba mimi Mungu si mwepesi wa nini? Hiyo ndiyo sifa iliyompa Mungu ushindi ya kwanza. Nina rehema, ni mvumilivu, si mwepesi wa hasira. Kwa hiyo Mungu hakukasirika. Our God is merciful. Hakukasirika. Na hiyo ndiyo sifa kubwa iliyompa Mungu ushindi. Hakukasirika. Maana angekasirika ingekula kwake. Sasa shetani alikosa uvumilivu kwa sababu ya uvumilivu wa Mungu. Hata we nakupa siri leo. Mtu akikuprovoke, muombe Mungu akupe uwezo wa kutulia bila kukasirika. Utammaliza sana mtu huyo haraka. Yaani atakosa uvumilivu mara mbili. Yaani mtu akikuchokoza, Mungu akikujalia neema, sisemi usipo panic, maana inawezekana fuse yako ikanani kwa sababu ya ubinadamu. Ukiweza kucontain hasira na ukatulia, unamaliza hilo pambano haraka sana. Kwa hiyo shetani alivyoona Mungu hajapaniki, akakasirika. Ndio kukatokea na vita wapi? Kukatokea na vita wapi? Yaani shetani akakusudia kumuua Mungu. Ni jambo lisilowezekana, lakini ndilo lililokuwa kusudi la shetani. Ndio maana Biblia inasema, Yesu alisema, nyie ni wa baba yenu Ibilisi, na tamaa za baba yenu ndio mnazopenda kuzifanya, maana yeye ni muongo na baba wa uo, na alikuwa muuaji tangu jamani, tangu jamani, tushirikiane tangu mwanzo. Ukirudi kwenye Biblia, Mwanzo 1 fungu la kwanza inasema hapo mwanzo Mungu. Hata mwanadamu hayupo. Sasa kama alikuwepo muuaji tangu mwanzo, hapo mwanzo alikuwepo nani? Alikuwepo Mungu, si ndio? Kwa hiyo picha halisi ni kwamba kusudi la shetani, kama ingekuwa ndani ya uwezo wake, angeweza kumuua nani? Mungu. Sasa kipi kilimfanya afanye hiyo attempt? Narudi pale pale, tabia ya Mungu. Mungu ni upendo. Mungu ni mwema. Mungu ni mpole, ni mtulivu, sura ya Yesu. Yesu alisema, jifunzeni kwangu maana mimi ni mpole na mnyenyekevu wa nini? Kwa hiyo shetani alimchukulia simple Mungu. Mungu angekuwa katili,
kama watu wanavyodhani, Mungu atachoma, Mungu atanini, shetani asinge attempt revolution, kwa sababu angekuwa anajua kabisa maisha yake yako ati nini. Kwa hiyo ule uwema na upendo na upole wa Mungu na uhuru aliowapa viumbe ndio uliotoa sababu ya kuwepo pia kwa dhambi, kwamba shetani aliweza kuutumia ule uhuru kinyume na Mungu mwenyewe. Sasa Mungu uamuzi wake ulikuwa wa busara, kwamba nitampa shetani nafasi ili adhihirike tabia yake alivyo. Kwa hiyo alivyoleta vita mbinguni akafukuzwa. Alifukuzwa kwa sababu alianzisha vita. Si unajua alichukua theluthi ya malaika na roho ya unabii inasema ilikuwa karibu nusu. Ndio uone kwamba hata Mungu hakuwa force malaika. Aliacha malaika pia watumia akili zao, uelewa wao na imani. Kwa hiyo waliobaki kwa Mungu walibaki si kwamba wanajua ukweli wote, lakini walibaki kwa sababu ya imani. Kwa nani? Kwa Muumbaji. That is the only reason. Kwa hiyo sasa haimaanishi kwamba ukweli wote ulikuwa umeshafunuliwa kuhusu shetani. Walikuwa bado hawaelewi, walikuwa wanasema hivi kulikuwa na mgogoro gani, au kuna mambo yamefichwa, au amefukuzwa sawa. Hata malaika wa mbinguni, kwa sababu shetani alikuwa mwenzao, bado they had sympathy for Satan as their previous leader of the angelic host. Walikuwa bado wana ile huruma kwake. Sasa ngoja nikueleze ni kwa nini msalaba unaleta wokovu. Na msalaba unasimama kama kiini kinachounganisha sio tu dunia hii na Mungu, bali unathibitisha tabia ya Mungu na kurejesha loyalty ya viumbe wote chini ya Mungu kwa hiari yao wenyewe. Yesu alipokuja duniani, moja elewa, dhambi iliingia kwa sababu ya mtu huyu. Kwa sababu ya mtu huyu Adamu asingekula tunda, wala sisi tulikuwa hatuna stress na dhambi. Tungezaliwa automatically, haya mambo ya dhambi tu, watakatifu tu, yani forever and ever. Kwa hiyo swala la mtu mmoja, kifo chake kutosha kukomboa ulimwengu wote, kinajengwa na msingi kwamba ni kwa sababu ya mtu mmoja wanadamu wote wamekuwa chini ya nini? Ya dhambi. Kwa hiyo kimahesabu mlinganyo uko sahihi, kwa sababu sote tu watoto wa nani? Wa Adamu. Na aliyetenda dhambi ni kwa mtu mgapi? Unajua kwa nini watu wanasema hapa ni Adamu na Hawa ni wawili? No. Unajua wakati Hawa amekula tunda bado hawakuwa uchi, si ndio? Unahisi ni kwa nini? Kama Adamu asingekula tunda ingekuwaje? Sikia nikwambie, Yesu asingekuja, kwa sababu tayari tungekuwa na mwanadamu mkamilifu ambaye hajatenda dhambi, ambaye anasimama kama mpatanishi kati ya Mungu na nani? Na Hawa. Tunaelewana jamani? Kusingekuwa na haja ya Yesu kufanya nini? Kushuka. Adamu mkamilifu. Kwa sababu alivyotenda dhambi ya Hawa, si bado aliweza kuonana na Adamu ambaye hajatenda dhambi? Adamu would have been a mediator for Hawa before God, na Hawa angesamehewa. Sasa huyu naye alipokula, na Hawa wawili kwa umoja wao ndio wamepewa custody ya ulimwengu, ndipo shida ilipoingia kwamba wao wote na uzao wao wakawa waasi. Kwa hiyo Yesu mmoja anatosha kuwakomboa wanadamu wote, kwa sababu ni kwa mwanadamu mmoja dhambi iliingia. Huyu angepatikana mmoja ambaye hakutenda dhambi mkamilifu, dhambi isingeingia. Kwa hiyo halihitajika huyu mmoja. Kwa hiyo mathematical part of the equation tumeiweka pembeni. Hoja ya pili. Kwa nini sasa kifo? Mgogoro kati ya Mungu na shetani ulikuwa ni wa kisheria. Sasa hekima ya Mungu, ile conflict mnaona ilivyokuwa ina uthreaten ulimwengu mzima alioumba Mungu. Si mmeelewa? Shetani alivyotupwa na dunia ikamkaribisha,
the conflict was minimized to this earth. Yaani hapa ndipo sasa pakageuka kuwa kiini cha pambano lile lililokuwa wapi? Mbinguni. Likashuka sasa hapa. Hapa ndipo pakageuka kuwa kiini cha pambano. Sasa kilichokuwa kinahitajika ni udhihirisho wa karakta ya Mungu na ya Shetani. Na terms ni hizi. Ngoja niwape siri. Shetani kama angetaka prolong hili pambano au kumweka Mungu kwenye wakati mgumu, hakuwa na choice nyingine zaidi ya kuiga attributes za Mungu. Kwa maana gani? Ikiwa Shetani angeweza kuwa mvumilivu na kuvumilia ukamilifu wa Yesu na asimuue Yesu, pambano lingetake longer. Sasa kwa nini kufa kwa Yesu ndiko sasa kumponde kichwa Shetani? Siri iko hapa. Katika ulimwengu wote wa Mungu, sheria ya utawala wa Mungu, anayestahili kufa ni aliyetenda dhambi. Tunaelewana jamani? Anayestahili kufa ni aliyetenda nini jamani? Yaani huyo ndiye anayestahili kufa, ni aliyetenda dhambi. Huyo ndiye anayestahili kufa. Lakini ambaye hajatenda dhambi katika ulimwengu wote wa Mungu hatakiwi kufa. Sasa Yesu alipovaa mwili wa mwanadamu alimpa tabu sana Shetani, kwa sababu wanadamu walikuwa wamekosa mfano wa ukamilifu wa Mungu. Walikuwa wamekosa mfano unaowaonyesha kwamba inawezekana kumtii Mungu. Kwa hiyo kuwepo kwa Yesu kulikuwa kunaanza kuonesha failure ya Shetani, kwa sababu watu walikuwa wanamgeukia nani? Mungu. Sasa Shetani alitakiwa awe fair, kwamba ikiwa yeye aliruhusiwa na akakonvinsi baadhi ya malaika na Mungu hakumuingilia katika kazi yake, ilitakiwa na yeye aache watu wanaomgeukia Mungu waende kwa Mungu freely, si ndio jamani? Shetani akakosa uvumilivu, akachochea mauaji ya Yesu kwa makusudi mawili. Moja, kukomesha kazi aliyokuwa anaifanya. Ndio maana ukisikia wale Mafarisayo ambao Yesu aliwasema ni wa baba yao Ibilisi, Yesu walikuwa wanasema kwamba mtu huyu analipotosha taifa lote. Watu wote wanageuka wanamfuata. Ni heri huyu aangamie kuliko taifa lote. Hiyo ina communicate nini? Ni kwamba watu wanaanza kumfuata huo mfano ambao sisi tungeuona kwa Adamu baba yetu. Tunaelewana jamani? Tuliukosa. Ndio maana kwa kumtazama mdhambi hatukupata perfect kielelezo kikamilifu. Sasa kimekuja kielelezo kamilifu ambacho ni Mungu ameungana na sisi. Shetani akakosa uvumilivu. Sasa hapa ndo malimwengu ya mbinguni yakawa yana watch how Satan conducts his government. Shetani akakosa uvumilivu kwa Yesu. Ndipo ambapo msije mkadhani Mungu ndo alimuua Yesu. Mungu sio muuaji, pigia mstari. Mungu sio muuaji, ila dhambi zetu, dhambi na yule baba wa dhambi na muuaji tangu mwanzo ndiye aliyesababisha vifo vyote. Mungu ni uhai, ni chanzo cha uhai, ni upendo, sio muuaji. Na hata watakao kufa siku ya mwisho zitakazowaangamiza ni dhambi zao na kuungana kwao na Shetani. Kwa sababu hapo ndipo mahali pekee Mungu atakapoua, ni hiyo siku ya mwisho. Shetani alipokosa uvumilivu akawaingia hawa, wakasema huyu mtu analipotosha taifa zima, lazima afe ili taifa zima lifanyeje? Maana yake Shetani alikosa uvumilivu, yaani hana uvumilivu wa kuona hata mtu mmoja anamcha Mungu, tofauti na Mungu aliyevumilia wakati Shetani anawakonvinsi raia wa ufalme wake against God. Sasa kwa sababu universal principle kama nilivyowaambia ni kwamba ambaye hajatenda dhambi ndiye anastahili kufa, ni kwa kumgusa Yesu ambaye
hakustahili katika principle za mahakama ya mbinguni in anyhow, kwa sababu hakutenda dhambi. He ilidai revenge. Yaani Yesu alitendewa ambacho hakustahili. Sasa fuatilia Biblia kwa muda wako, namaliza sasa. Fuatilia Biblia kwa muda wako, uangalie mafungu, hata ukigoogle tu mafungu yanayozungumzia damu isiyo na hatia. Wote tumezaliwa, wote tumetenda dhambi, lakini kuna watu wanakufa bila hatia. Yaani kwa maana mtu anauawa kwa kosa ambalo sio alilofanya, si ndio? Ndio damu isiyo na hatia. Kafuatilie makosa yote ya damu isiyo na hatia, utaanza kuona damu ya Habili. Mungu alisema hii damu inanililia. Njoo wakati wa Waisraeli aliwaambia msiue mtu anayemwaga damu isiyo na hatia katika nchi, analeta laana katika nchi. Fuatilia Yeremia, fuatilia wapi anasema wanaomwaga damu isiyo na hatia ni wale waliokuwa wanatoa kafara watoto wao kwa miungu. Damu isiyo na hatia, damu isiyo na hatia. Na njoo sasa hata kwa Yuda wakati anamsaliti Yesu, alijuta akasema nimeisaliti damu isiyo na nini? Sasa this was an exceptional blood kuliko hata damu zisizo na hatia za waliozaliwa chini ya Adamu. Hii ilikuwa ni damu isiyo na hatia kweli kweli, ya ambaye hajatenda dhambi. Sasa kwa kumwaga damu isiyo na hatia huwa inadai kisasi. Sasa tunategemea kisasi iwe ni kumuua, labda kumuua nani? Yaani kuua labda waliomuua. Waliomuua si kulikuwa na wanadamu waliomuua, si ndio jamani? Sasa ni kweli kwamba yule aliyemuua atauawa. Ngoja nikwambie kazi ya kifo cha Yesu. Kifo cha Yesu kinaweka verdict ya kifo cha shetani. Tunaelewana jamani? Kifo cha Yesu kinaweka verdict ya kifo cha nani? Cha shetani. Kwa sababu moja, aliua damu isiyo na hatia. Lakini jambo la pili, kwa sababu Yesu aliyefananishwa na sisi alitendewa jambo ambalo hakustahili. Leo Mungu anapoamua kukutendea wewe jambo pia usilostahili, shetani hana sababu ya kuingilia, kwa sababu ni malipo ya ile damu aliyoimwaga ya Yesu. Na jambo ambalo hustahili ni nini? Sasa angalia sasa hapa wema wa Mungu. Sisi tulitenda dhambi, ndio mshahara wetu naturally. Kwa hiyo sisi kupewa uzima ni jambo tusilostahili. Mungu kumpa uzima mwenye dhambi bila kifo cha Yesu is being unfair to Satan. Tunaelewana hapo watu wa Mungu? Lakini kwa sababu shetani alimuua Yesu asiye na hatia, Yesu alitendewa ambacho hakudeserve. Mungu anapokuja kukuokoa wewe, kukupa uzima wa milele ambao hukudeserve, shetani hana cha kudai. Na hiyo ndiyo gharama ya wokovu wetu. Leo unapomwamini Yesu, ndiyo maana tunaambiwa tunabatizwa kwa jina la Yesu. Kwa nini? Kubatizwa kwa jina la Yesu, Bwana Ima, ni sawasawa na kuitwa Emmanuel Yesu. Yaani ni kwamba unazaliwa, unakana ubini wako kisheria na kuvaa ubini wa nani? Unakana ubini wa Adam na kuchukua ubini wa nani? Wa Yesu, ambaye anakuwa kama mzazi wako mpya. Ndio maana akamwambia Nikodemo, mtu asipozaliwa upya kwa maji na kwa nini? Kwa roho, hawezi kuona ufalme wa Mungu. Kwa hiyo katika Yesu tunazaliwa upya kwa kumwamini. Kisheria tunakuwa adopted na kustahili kupewa stahiki zake kama watoto wa Mungu, kwa sababu yeye alitendewa asivyostahili ili na sisi tutendewe tusivyofanya nini? Stahili. Kwa hiyo kwa kumuua Yesu, shetani alijimaliza mwenyewe. Yesu alichotakiwa kufanya ni kujitoa. Bwana Yesu asifiwe. Ni kujitoa, kubeba maumivu ambayo hakustahili, na ndicho alichofanya ili atupate sisi. Sasa kwa gharama hiyo, ukikosa wokovu ni hasara. Ni hasara. Na ukikosa wokovu, Mungu hausiki, kwa sababu amefanya kila kilichowezekana ili atukomboe na kuturejesha kwake.
Tunapoingia katika Sabato, wangapi wanatoa mioyo yao tena leo kwa Yesu ili waweze kufanywa wana wa Mungu na warithi? Wangapi ambao jioni ya leo wanasogea tena karibu na msalaba wa Yesu ambao ndio sifa na kilele cha kazi kuu ya ukombozi na gharama kuu ya ukombozi ambayo ni muhimili si wa dunia tu bali hata malimwengu ambayo hayajaanguka? Wangapi kwa mikono wanajitoa tena kwa Bwana? Basi tusimame. Pale msalaba, msalaba wake, uoni sifa yangu kwa maisha yote. Tuombe. Baba, tunakushukuru maana umetufunulia leo namna ulivyotuokoa sisi ambao hatukustahili kuokolewa. Umetufunulia namna ambavyo kwa damu ya Yesu sisi nasi tunatendewa ambalo hatukustahili, lakini katika wingi wa fadhili zako unatutendea ambacho hatukudeserve, but in the direction of your character of love. Mungu wa mbinguni, tunajisalimisha kwako, kutii sauti yako na kufuata uongozi wako, ili tuweze kuvuka kutoka katika dunia ya dhambi na kuwa warithi wa ufalme wako. Kila aliyefika hapa, Baba, mpatie nguvu kwa Roho wako, apate kusikia sauti ya upole, na zaidi akafanyike daraja na nuru itakayowavuta wengi kuja kwako, ili Bwana ujitwalie watu watakaoishi na wewe milele, wakikusifu kama matunda ya kazi kubwa ambayo uliifanya kupitia Yesu Kristo mwanao mpendwa. Tunajikabidhi mikononi mwako, uwe nasi na Sabato hii ikawe baraka kubwa kwetu wote, kwa jina la Yesu, amen. Bwana ni mwema. Wangapi tumebarikiwa na somo la leo? Amina. Tunamshukuru Mungu kwa somo makini ambayo tumepatiwa jioni ya leo. Kufikia hapa tutakuwa tumefikia mwisho wa ibada yetu ya kufungua Sabato.